kujengwa upya kwa Al-Kaaba. Nataka itambulike kwamba jengo la kwanza kujengwa duniani ni Al-Kaaba. Kuna baadhi ya wanahistoria wanaosema kwamba Al-Kaaba ilijengwa na wamalaika, kisha ikawa inajengwa kwa kurekebishwa na kuboreshwa muda baada ya muda na binadamu wenyewe. Kauli nyingine ya wanahistoria inasema aliyejenga Al-Kaaba ni Adam alayhi salatu wassalam. Kilicho sahihi katika kauli hizi mbili ni ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani kwamba kwa hakika nyumba ya kwanza kujengwa na watu ni ile nyumba inayopatikana Maka, yani Al-Kaaba. Kulipita kipindi kirefu kutokea kwa Adam mpaka kwa Ibrahim. Wakati huo wote Al-Kaaba ilikuwa imebaki ni msingi tu, lakini ulioanguka wakati mrefu sana. Ibrahim na mwanaye Ismaili ndio waliokuja kuijenga upya baada ya kusahaulika kwa muda mrefu sana. Mitume hawa wawili waliweza kunyanyua kuta za Al-Kaaba na kunyanyua mjengo wake. Baada ya mitume hawa kujenga Al-Kaaba, watu wakatangaza hija na wakawa wanakwenda kutoka mataifa mbalimbali. Al-Kaaba iliweza kudumu kwa muda wa miaka mengi sana bila hata ya kufanyiwa ukarabati. Miaka mengi ilipita, hivyo kutokana na uzee wa jengo hili kuta zake zikawa zinabomoka na zilipoteza ule ubora wake. Hata hivi jengo hili halikuwa madhubuti kwa wezi. Waliweza kuingia na kuiba baadhi ya vitu vya samani vilivyohifadhiwa mule. Pia wakati huu Al-Kaaba haikuwa na dari. Miaka 5 kabla ya utume kulitokea na mafuriko makubwa sana katika mji wa Maka. Mafuriko haya yaliweza kuiharibu mjengo huu na kuudhoofisha kabisa. Baada ya mafuriko haya, Waarabu walikaa shura na kujadiliana juu ya kuijenga Al-Kaaba. Katika shura hii walikubaliana juu ya kuijenga upya Al-Kaaba. Chifu wa Makuraishi akaamua na kuambia kuwa pesa zitakazojenga mjengo huu lazima zitokane na pesa za halali. Akasema na hairuhusiwi kujenga mjengo huu na pesa zinazotokana za haramu. Baada ya makubaliano hii, kazi ya kuijenga Al-Kaaba ulianza moja kwa moja. Mwanzo kabisa walikuwa wanaogopa kubomoa jengo hili tukufu. Woga wao uliendelea mpaka alipotokea Al-Walid bin Mughira Al-Makhzum. Huyu ndiye aliyeanza kubomoa ukuta, na baada ya Waarabu kuona kuwa hakuna libaya lililomkuta, ndipo wakaungana naye katika kubomoa ukuta nyingine. Waliendelea kubomoa mpaka walipokuta msingi alioanza Nabii Ibrahim. Waarabu wakagawana kazi kulingana na makabila yao, hivyo kila kabila likapewa jukumu. Hivyo makabila yakaanza kuokota mawe na kazi ikaanza. Mtu aliyejenga msingi ni fundi mwenye asili ya Kiroma aliyefahamika kwa jina la Bakum. Kazi ya kujenga Al-Kaaba ilikwenda vizuri mpaka walipomaliza. Sasa pakawa na mzozo juu ya kulirudisha jiwe jeusi mahala pake. Hapa walitofautiana na mzozo ukawa mkubwa zaidi juu ya nani aweke jiwe tukufu, jiwe jeusi pahala pake. Mzozo ulifikia hatua ya watu kupigana na kuuana. Mzozo uliendelea kati ya machifu wa makabila mpaka ukadumu kwa siku 4 ama siku 5. Kila mmoja akitaka yeye ndiye apate utukufu wa kuliweka jiwe jeusi mahala pake, mpaka pale mzee mwenye heshima na mwenye busara aliyetambulika kwa jina la Abu Umayya Al-Mughira Al-Makhzum alitoa rai ambayo iliyokubaliwa na watu wote, rai ambayo ililenga kumaliza mzozo huu. Mzee huyu alitoa rai kuwa yeyote atakayekuwa ndiye wa kwanza kuingia msikitini awe ndiye hakimu wa kutoa maamuzi. Hivyo wote wakakubaliana kwa rai hii. Basi aliyekuwa mtu wa kwanza kuingia msikitini ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazee wote walipoona Muhammad ndiye mtu wa kwanza kuingia msikitini, wote walikubali kwa moyo mmoja, kwani walitambua ukweli wake na uaminifu wake, na pia alikuwa ni kijana mwenye tabia njema kuliko vijana wote wa Maka. Basi Muhammad akachukua kilemba na akaliweka jiwe juu ya kilemba lile,
Kisha akataka kila kiongozi wa kabila akamate ncha ya kilemba kile na kulinyanyua pamoja. Walipofika sehemu ya kuiweka jiwe, aliichukua kwa mkono wake tukufu na kuliweka mahala pake. Hapa wazee wote walimsifu na kumkubali kwa busara yake. Hatimaye walimaliza kulijenga jengo hili tukufu. Wakati huu Mtume Muhammad alikuwa na umri wa miaka 35, yaani miaka 5 kabla ya kupewa utume.